nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alimcha Bwana na alimwia amekuja ili ajipangie wana wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani? Wanataka useme, unataka kufanyeni katika ibada. Mungu badala ulizi anakuuliza unataka nini? Ni kweli inawezekana unaumwa, ni kweli inawezekana kuna mambo yako sawa, lakini Mungu anataka uanze kusema. Nimemwachia Mungu. Mungu ndiye anasema nimekuachia wewe. Wakati unasema nimemwachia Mungu, Mungu ndiye anakuachia wewe. Kwa nini? Mungu wetu hawezi kufanya neno, haleluya, isipokuwa umeongea. Anakutana na Bartimayo kipofu, anaambia unataka nini? Bartimayo anasema nataka kuona. Sio kwamba Mungu alikuwa aone anahitaji kuona. Mwambie jana unataka nini? Mwambie shida yako umefunga mdomo. Sikiliza nikupe hekima. Unajua kila kilichofungwa ni maisha yaliyofungwa. Kila kilichonyamaza ni maisha yaliyonyamazishwa. Mwambie jana unaelewa wewe? Mwambie shida yako umefungwa mpaka ufahamu. Ujue na kutofautisha wakati gani wa kufunguka. Kila kilichofungwa. Hivi mtoto ana njaa, hajasema kama una njaa, utampa chakula. Nimekuja nyumbani kwako, ujue kama nimetoka au nimekula, sipaka niseme. Mwambie jana kufungua mdomo leo. Mwambie fungua mdomo leo. Mwambie ukimya wako ndio matatizo yako. Kuna mtu ukiongea naye, ni kweli una shida ya nguo. Kuna mtu ukimuomba, ni kweli ana nguo, lakini hujaomba. Atajua kama unalipia nguo. Jifunze kuongea na watu. Hebu tenda. Biblia inasema mwanamke mmoja aliyekuwa mjane, akasema niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema mwambie jirani yako una kitu gani? Mwambie umekuja na nini? Mwangalie usoni, mwambie umekuja na nini? Umetuma picha umeacha. Umetuma maombi umeacha. Hata udongo nyumbani kwako umeuacha. Sasa unasaidiwaje? Umekuja na mabudu. Haleluya. Au kwenye kilioni. Haleluya. Au umekuja na Mandela, nilisema nichona Mandela, sasa sio kama najisiona Mandela jana. Haleluya. Leo nitakuja na wewe Mandela. Haleluya. Na nyejeje nini mama alistamka vizuri. Haleluya. Mwambie jana hapo lazima leo ufunguke. Sema jina ni mwambie leo lazima ufunguke. Mwambie yale umekukalia muda mrefu. Lazima kuachie leo. Akasema nini? Akasema mimi mjakazi wako. Sina kitu chochote ila chupa ya mafuta. Akasema nenda ukatake vyombo huko nje jirani zako wote vyombo vitupu, wala usitake vichache, kisha uingie. Sasa hapo unakuja vizuri. Sasa nilikuwa nataka usipili. Mwambie nako leo funguka kwa jina la Yesu. Anaomba ukija na vyombo, njoo na vyombo vikubwa. Au pako kama huu, njoo na jaba. Wewe yako njoo na jaba. Mwambie ndio unatipa upoke nguvu kubwa ya Mungu. Njoo na nipipa kabisa. Ndio akashida kamoja. Unajua mimi siolewi. Hiyo shida ndogo. Njoo na yote orozesha. Haleluya. Amen. Orozesha. Nimeshaletoa besi sana, lakini si ni kidogo hiki. Inatosha. Mwambie jirani. Mwambie jirani. Mwambie hii ni ibada. Ya ukombozi. Uko tayari? Mwambie jirani yako. Mwambie jirani yangu wewe. Mwambie this is your time. Hebu twende.
anaomba usije na vichache, sio na vingi. Kuna watu na matatizo mengi, lakini mnaoleta kwenye maombi ni machache. Pata nafasi kama ndio na maombi yako. Anasema kisha uingie ndani, ujifungie mlango, wewe na wanao, wewe na watoto wako. Weka nukta tu hapo, unataka nataka. Wewe na nani? Na watoto wako. Wewe na nani? Na watoto wako. Ukombozi ni wa mama na watoto. Wewe umeacha watoto wako nyumbani. Eti ni kasumbufu. Wewe usumbufu wezekani mapepo njoo leta kapigwe bawa. Wezekana kamelongo ujue unasema ni usumbufu kawaida. Ukombozi wa familia. Mtumishi wa Mungu anajua shida sio kwa mama. Shida iko mpaka kwa watoto. Sikiliza nikupe historia. Maandiko yanasema huyu mama alikuwa ni mjane. Mume wake alikuwa amekufa. Sema amekufa. Alikufa kwa sababu gani? Aliyemuua. Biblia inasema aliyemuua. Aliyemuua maana yake aliyemuua. Haleluya. Aliyemuua alimuua kwa sababu alikuwa anamdai. Deni lilisababisha mauti ya mtu. Deni. Kama wale jirani. Mimi ndugu yangu vipi? Hao watakudai mpaka siku wanakuzika pale. Mwangalie vizuri, mwambie vipi? Kama unamdai mwambie hapo baadaye. Pokea upako. Haleluya. Aliyemuua alikuwa anamdai. Alipoua baba, ile roho ya madeni, ile roho ya kifo iliingia kwenye familia. Maandiko yanasema yule aliyeua hakuridhika. Kwa nini? Amekufa lakini deni lake hajalipa. Maandiko yanasema akaenda kwa yule mama tena, akamwambia nipe na watoto wako wawili, maana mume wako amekufa kwa sababu nilikuwa namdai. Sasa na watoto inabidi niwaue. Hivi sio kama mnaelewa? Tikiza kichwa kwa namna sema Roho Mtakatifu. Kama amenoga kikichwa. Ila hata nisielewe. Nifungue tu Bwana. Nifungue tu Bwana. Baba amekufa na madeni. Watoto wanatafutwa na wao wauliwe kwa sababu ya madeni. Familia nyingi zimekamatwa. Adui anapiga kwenye familia, anaanza kupiga mmoja baada ya mwingine. Kuna watu mnatembea na madeni ya baba zenu. Baba alishakufa. Hapo Maombolezo 5:7. Tebuku. Kibia, Maombolezo 5:7. Mwambie jirani yako leo. Mwambie jirani yako leo. Hebu angalia vizuri. Hivi anaelewa. Maombolezo 5:7. Baba zetu. Ujakimbia. Yeremia. Kitabu cha Maombolezo kiko hapo mbele. Kimbia. Maombolezo 5:7. Biblia inasema baba zetu. Vizuri. Unaitwa nani? Baba zetu walitenda dhambi, hata hawako, walitenda mabaya, hawapo. Na sisi tumechukua maovu yao, mabaya yao. Biblia ya Kiingereza inasema bad things. Neno bad things maana yake vitu vibaya. Vitu vibaya zikani magonjwa ya familia. Haleluya. Unajua mimi nafanana kabisa na shangazi. Wewe shangazi unajua na vitu gani? Haleluya.